mwaka mzima alingoja Mungu akamponya. Akakumbuka kuna maadui walijipanga mwaka mzima Mungu akamuokoa. Akakumbuka mwaka mzima Mungu alimulisha. Bwana Yesu asifiwe. Na akakumbuka hii mwaka mzima ingawa ngeke anaendeka, lakini Mungu aliendelea kumchunga na yuko kijana. Semeni amen. Kisha jana nataka kumshukuru. Kitu ambacho nilisema utokea kuniuliza kama hautakielewa pengine kitakuwa kigeni kwako leo. Utukamatie kitabu ya Mwanzo sura 4. Hapa turudie kitabu ya Luka kwenye tulisoma. Mwanzo sura 4. Uishapata Mwanzo sura 4? Usoma kwa verset 3 mpaka 7. Mwanzo 4 mstari wa 3 mpaka 7 tusome kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Siku zilizopita ndio Kaina akapeleka ya matunda ya udongo kwa Bwana. Ndio. Na Abeli yeye vile vile alipeleka kwa wazao wa kwanza kwa kundi lake na ya mafuta yake. Nini katokea? Bwana akaheshimu Abeli na dhabihu yake, lakini hakuheshimu Kaina na dhabihu yake. Ndio. Kaina akakasirika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini unakasirika? Na kwa nini uso wako unakunjamana? Kama ukitenda vema hutakubaliwa, na kama hutendi vema dhambi inakaa kwa mlango wako na inakutamani wewe, lakini sharti uishinde. Amen. Chapia Bwana Yesu makofi basi. Wakati nilikuwa niko na tafakari juu ya sadaka, muorigine yake kibiblia, nikaenda kutana kwamba probleme haiko kutoa, lakini shida ni mtoaji na mwenyewe unapelekea sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Shida haiko kutoa, lakini shida ni aina ya sadaka na mwenyewe unazipelekea. Hapa Biblia inasema Kaini ndio alikuwa mtu ya kwanza kusema atolee Mungu sadaka. Na wakati nilichunguza sadaka za Kaini, ilikuwa na premise, tena ilikuwa nini? Ilikuwa shukrani. Sababu Mungu amempatia mazao ya shamba. Na Abeli naye anakamata moja ya kondoo, naye ilikuwa premise, tena Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile version ya kusema ke Mungu akakubali Abeli na sadaka yake, ndio inaonyesha wazi kwamba Mungu anakubaliana kwanza mtoaji na kubali sadaka baadaye. Na nitakuwa convinced kwamba kumbe ile maombi tunafanya kazi ya sadaka, kitunda sadaka iko formalite. Tufuatane. Tutaendelea kuifanya na tunajua kwa hamuna msaada. Zuni imani zinaleta. Kumbe sawa na anasa sadaka yako, Mungu anaona mtoaji na anaona na ile sadaka. Zuni alikuwa kusema kwamba moyo ya Kaini haikuwa na makokoso, lazima matunda yake ingekubaliwa. Juu verse ya Mungu anamwambia, kwa nini roho yako inakunjamana?